nilimwita Mheshimiwa Tabasamu Hamisi Mwagao, Daktari Selemani Said Jafo ajiandae. Mheshimiwa Profesa Pius Yanda atafuatia baada ya Daktari Jafo. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti na mimi kupata nafasi ya kuchangia katika bajeti yetu hii ya serikali ya mwaka 2026-2027. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nampongeza sana Mheshimiwa Rais wetu mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya katika nchi hii, hasa ya kuangalia Watanzania watatokaje hapa walipo kwenda huko mbele ili na wao waweze kupata tabasamu kama alivyoahidi. Bajeti hii imeandaliwa na wataalamu. Mimi siwezi kuiwekea doa hata kidogo, kwa sababu Profesa Mkumbo, waziri wa mipango, mimi ni mwalimu wangu, amenifundisha mambo mengi sana katika nchi hii na nimejua mambo mengi sana kutokana na yeye. Kwa hiyo namuelewa uzalendo wake, lakini pia waziri wa fedha. Waziri wa fedha ni mjamaa mwenzetu, mjamaa mwenzangu kabisa. Ni kwamba ameishi China kwa wakomunisti, kwa wajamaa, amefanya kazi Vietnam, kafanya kazi Korea. Anajua kabisa hii misingi ya kusimamia fedha, namna zinavyokusanywa na namna zinavyokwenda kutumika. Naamini ujio wako haukuja kwa bahati mbaya. Lisaidie taifa, Mheshimiwa Waziri, na huko pitisha sheria kali za watu ambao wanaocheza na fedha hizi za serikali, namna ya kuadabisha, kwa sababu hii bajeti yote nimesoma kitabu hiki mpaka nimefika mwisho, sijaona sehemu yoyote wezi wamewekewa fungu lao hapa. Hakuna kabisa sehemu ya wezi, lakini ukija ukakutana na CAG mwaka 2027 unakuta wezi tayari wameshachukua hii pesa. Sasa lazima tukija kuleta bajeti kama hizi, tukimaliza kupitisha hii bajeti, wakati tunakuja na sheria za fedha, tuone mmeleta na sheria ngumu kwa watu watakaocheza na hizi pesa, tuje tupitishe hapa bungeni. Kwa nini nimesema wewe ni mkomunisti, umetoka kule kwenye zile nchi, unajua kabisa wanaofanya mchezo na pesa za serikali huwa wanadungwa tu shaba tu, yaani hakuna mzaha tena katika jambo hilo. Sasa hizi sheria zinachelewa sana kuja katika nchi, lakini nafikiri huko mbele ya safari sheria hizi zitakuja tu, na sisi wajamaa tutashinda tu katika hili jambo. Mungu yupo na atatusimamia katika jambo hili, na ili mradi mko hapo mbele, Mkumbo huko hapo mbele, profesa, ulinifundisha katika darasa nini maana ya utu wa mtu ni nini. Sasa hili darasa huwa naumia sana mimi. Lakini la pili ni kwamba kule TRA tumepata mkurugenzi amekuja muungwana sana, mkurugenzi wa TRA. Mwenyezi Mungu atampa maisha marefu sana yule bwana. Leo kodi imekuwa sasa inakusanywa kiungwana milangoni, watu ukitoka nje namna unakutana na askari 8-10. Mtu unapata hofu, yaani wewe unatafuta hela ukalipe kodi, lakini unapata hofu, unaenda kulipa kodi kwa hofu. Leo tunalipa kodi kiungwana, mnakaa juu ya meza mnazungumza. Tupongeze sana hili jambo, mabadiliko haya ni makubwa sana katika nchi yetu. Lakini pamoja na hali hii, Mheshimiwa Waziri wa Fedha, tunaomba sana wafanyakazi wanaofanya kazi za kukusanya haya mapato yaangaliwe maslahi yao, lakini walindwe. Kuna chuki zinakuwa zinatoka, watu wanakuwa wanahamishwa katika mawilaya, wanahamishwa katika mikoa, wafanyakazi wazuri kabisa. Hili sisi wabunge tunaumia sana. Tungekuwa tunaulizwa na sisi wabunge kwamba huyu vipi, unaamka asubuhi unakuta tayari ameshaondolewa, yuko kijiweni tu amekaa, na ndio alikuwa anafanya kazi, kachachua uchumi wa wilaya, kainyanyua wilaya. Wako wafanyakazi wanakuja, akihamia katika wilaya yako, wilaya yote inakuja kuwa maskini. Kazi yake ni kuja kufilisi watu. Sasa hii ni hatari sana, watu wa namna hiyo. Na hawa muangalie, mwe na rekodi nao. Hawa watu wanaotakiwa kuondolewa TRA kwa sasa ni hao wanakwenda kufilisi watu katika mawilaya. Yaani badala ya kukukuza mfanyabiashara wanakuja kukufilisi. Hii ni hatari sana. Sasa naanza kuchangia.
Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi mchango wangu wa kwanza naanza na wazee. Wazee wa nchi hii tumeona kwenye bajeti hii hawakuwekewa kipaumbele zaidi, na tunaomba sana katika swala la bima ya afya tujue kiwango cha wazee wanachotakiwa kwenda kulipa ni kiasi gani, kwa sababu hii habari ya kutuambia wazee kule waende kule TASAF ndio wakapate vitambulisho, sisi tunataka serikali ndio iseme kwamba wazee watalipa kiwango hiki. Kama ni shilingi 50,000 wazee wote. Leo sisi wote tuliomo humu ndani tunaelekea kuwa wazee. Waziri wa fedha hapo sasa hivi huna muda mwingi, mimi hapa sina muda mwingi, Profesa Mkumbwa hapo, mwenyekiti huko, hivyo wote tunakwenda kuwa wazee, hatuna muda. Sasa tusipoandaa leo mpango wa wazee, na sisi tutakuja kukutana na fimbo hii inayowachapa wazee leo, ambao na wao hawakujiandalia namna ya kuja kupata keki ya nchi hii. Sasa tuiandae leo wabunge humu ndani. Mimi naangalia wabunge walioshindwa uchaguzi wako kule, wamechoka, sio swala la kuchezea. Na bado wewe unamwangalia mbunge kijana, alikuwa mbunge amechoka kabisa, kazeeka, sio swala la kuchezea. Uzee hauna mchezo. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la sabuni, bei ya sabuni imekuwa ngumu sana, kubwa sana katika nchi hii. Mimi nimeitwa na wazee juzi jimboni kwangu, wanaambia kwamba Nyerere wakati anaondoka hapa mwaka 85 aliacha sabuni mche mmoja $5. Mwinyi kaondoka hapa aliacha mche wa sabuni $100. Kaondoka Mkapa kaacha $200. Kaondoka Mheshimiwa Kikwete kaacha $500. Leo mche wa sabuni 4,500, kipande shilingi 1,000. Na sisi kwetu Usukumani kipande cha sabuni hicho kimoja ndio mafuta mtu anakoga na anajipaka. Haiwezekani. Nimeona kwenye kodi mlioiweka hapa ya mafuta yanayokuja kutoka nje, hatukatai muangalie, lakini mafuta yanayokuja kwa ajili ya kuzalisha sabuni tunaombeni sana. Swala la sabuni, na nilitegemea waziri mkuu atakuwepo hapa ajue sasa wananchi huko wana chuki na nchi hii na serikali yetu sisi kwa ajili ya bei ya sabuni. Swala la bei ya chumvi. Chumvi inauzwa Mtwara shilingi 7,000, 6,000 mpaka 7,000. Imekuwa na vikodi vingi, mara kodi ya TRA ya asilimia ngapi, sijui kuna madini sijui nini. Leo chumvi imekuja kuanza kuuzwa shilingi 1,000 huku vijijini, chumvi shilingi 1,000 kwa kilo. Ndugu zangu, ni iangaliwe bei ya chumvi, waziri wa fedha. Chumvi mfuko shilingi 7,000, alafu chumvi inakwenda kuuzwa Tabora shilingi 1,000 kilo. Chumvi inauzwa Sengerema 1,000 kilo. Sasa hivi sehemu nyingine kote mnakwenda hizi bei mnakwenda kuziweka, bei zinakuwa za serikali, zinakuwa bei ya kitu fulani ni bei ya sukari bei. Kwa nini chumvi hamuiwekei bei yake? Mfuko wa chumvi 6,000 mtu anakwenda kuuza anapata shilingi 50,000. Tunakwenda kutesa wananchi. Hata chumvi iangaliwe sana. Mheshimiwa, swala jingine ni hii mifuko tunaoiona. Mwenyekiti, mifuko tumekubaliana hapa, hizi pesa zipelekwe kwenye mifuko direct, moja kwa moja. Mfuko wa mawasiliano kwa wote pesa zake zipelekwe, mfuko wa nani upeleke pesa zake, wa barabara, mfuko wa umeme, mfuko wa maji. Sasa tunachokuomba Mheshimiwa Waziri wa Fedha, hizi pesa kama unajua bajeti ya mkoa wa Mwanza ni bilioni 14 ya TARURA, bilioni 24 ya TANROADS, basi hizi pesa zipelekwe TANROADS moja kwa moja. Habari ya kukaa nyinyi na mifuko yote mnalipa pale, sio exchequer sio nini, nchi nzima tunakuja kusubiri hizi pesa hapa Dodoma, haiwezekani. Zipelekeni kule, mna maafisa mnao nyinyi kule kote, kuna machifu accountant, kuna kila kitu. Wanafanya kazi gani kule? Wanasoma magazeti. Zipelekeni pesa mikoani, sisi wabunge tukafanye kazi kwenda kusimamia hizi pesa zifanye kazi zilivyopangwa, na tupunguze interest kwa wakandarasi. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, Mungu mwema, na kuomba sana Waziri wa Fedha, Mungu akujalie sana maisha na akupe afya njema. Waziri wa Mipango, asante sana, fanye kazi kwa amani. Asanteni sana. Asante sana. Naunga mkono hoja. Nilimwita Mheshimiwa Daktari Selemani Said Jafo.